Nonguruma katika mkoa wa Tanga, ambako ni mwendelezo wa ziara mbalimbali zinazofanywa na Mafunzo Vocation Training Center. Wewe ambaye unanitazama kama ni mzazi, hii ni opportunity ya kuweza kumleta mtoto wako kuweza kupata taaluma bora na inayostahiki. Ikiwa ziara hizi zimekuwa zikiendelea mwaka hadi mwaka, yani nazungumza mwaka kila mwaka, ambako walianza kule mkoani Njombe, wakaja mkoani Mwanza, tukaja mkoani Arusha, na leo Nonguruma mkoani Tanga, Chumbageni roundabout, ambako huku wenyeji wetu Coastal High School wametupokea vile ambavyo inatakiwa. Mimi nasema wametisha kinoma noma. So wewe ambaye unaniangalia, kisha kwamba unakaa hapo, ni kusogezea kile ambacho kinaendelea huku mkoani Tanga, ambako ziara hii ilianza rasmi siku ya jana, ambako tuliondoka pale Zanzibar tukaja zetu Dar es Salaam na tukazikata kilomita kadhaa mpaka Bagamoyo, katika mji wa kihistoria, moja kati ya miji ambayo inavutia sana kwenye masuala ya kihistoria, lakini pia ghaiba yake wakati mwingine inafanana na kule nyumbani Unguja, au sio bwana? Lakini pia hapo tukazikata tena kilomita kadhaa mpaka tulipofika mkoani Tanga, Chumbageni roundabout, sio bwana? Mimi nakusogezea kile ambacho kinaendelea huku na kinafanyika na wanafunzi wa Mafunzo Vocation Training Center. Mimi naitwa Mahir Nonguruma. Hii ni Kumburu Muhenza. Tunaendelea kunguruma ndani ya mkoa wa Tanga, baina ya Bagamoyo. Tumeingia ndani kidogo. Ziara inaendelea ikiwa ni wanafunzi wa Mafunzo Vocation Training Center, ziara za kimasomo. Nitakwambia tumekuja kufanya nini na nini kinatendeka hapa. Mimi naendelea kunguruma, naitwa Mahir. Hivi ndivyo ambavyo kinaendelea. Tunasogea katika maeneo ambayo inabidi tuweze kuzungumza na wanafunzi hawa, lakini viongozi watuambie nini kimekuja kutendeka huku. Usiache kunifuatilia, njoo zako. Mimi naibu kamishna cha mafunzo Zanzibar.
Leo tuko hapa kwa ajili ya kuangalia ziara ya kimafunzo na wanafunzi wetu, kuangalia maeneo ya uzalishaji, upandaji na uchakataji wa zao la mkonge. Tunakushukuru sana mkurugenzi. Watumishi wako wametupokea vizuri, wametuelekeza, wametufahamisha, vijana wameuliza maswala na wameridhika. Mpaka tunaondoka nahakikisha kwamba si kama tulivyokuja. Hata mimi mwenyewe hata kama nilikuwa ni kiongozi wa msafara, lakini nimejifunza mengi kutoka kwao. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Naitwa Shabani Juma Shabani. Mimi ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha mafunzo Vocation Training Center Zanzibar. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa uongozi mzima kuweza kusimamia ziara hii mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Natumaini tunakuwa tumejifunza mengi ambayo hatukuwahi kuyasikia ama kuyaona. Kuna watu tumetoka huko hatujui hata katani ni nini, lakini kwa siku ya leo tumeweza kujua, na natumaini ndani ya ziara hii tutajua zaidi kwa kila sehemu tutakayopitia. Kwa niaba ya wanafunzi, narudia tena, napenda kutoa shukrani hizi za dhati kwa uongozi mzima na idara nzima ambayo iliweza kutupokea katika eneo hili la shamba la mkonge. Karibuni sana Mapangoni. Basi tutakuwa pamoja. Kwa majina yetu Muhsin Rajabu, ninaenda kuwa mwenyeji wenu, kiongozi wenu wa kutembelea mapango yetu. Karibuni sana. Basi katika eneo la hifadhi hapa, sisi tunahifadhi mapango 7. Mapango haya kwa sasa yapo chini ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Wizara ya Maliasili na Utalii ndio wanasimamia sehemu hii hapa. Ila ndani ya mapango 7 hayo kunatumika mapango 2 tu kwa shughuli za kiutalii. Pango letu moja ndio ile hapo mbele yetu, ndio pango letu kubwa. Tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi. Kini pango la pili ni pango dogo, linapatikana kwa mbele hapo kidogo, tunaliita pango la uzazi au pango la jinsia. Na pango hili yetu hivyo kulingana na vivutio vinavyopatikana hapo, lina mfanano wa maumbile ya uzazi wa kike na wa kiume. Ndio maana kwa pango la uzazi au pango la jinsia. Lakini pango letu kubwa tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi kwa sababu ni pango tumika kujificha kwa wanaharakati wawili kwa takriban miaka 4. Na Osale Otango ni mwenyeji kutokea Kenya na Paulo Hamisi mwenyeji kutoka Tanganyika. Na watu hawa walikutana katika kiwanda cha Amboni Limited kwa kuhusika na mambo ya mkonge, na walikuwa wanafanya kazi pale kama manamba. Lakini watu wale wanafanya kazi ngumu na walipojela mdogo kwa watu wale mwapini haki zao na haki za wanyonge wengine, lakini ilionekana ni watu wamochochoto wasifanye kazi kwa watu kuna tafutwa, na wakakimbilia sehemu hii hapa kuja kujificha mnamo 1952 mpaka 1956. Lakini pia walikuwa wanajificha watu hawa, walikuwa wanajihusisha na upola mali, upola fedha za wala koloni ili kuwafanya waweze kukata tamaa kuishi nchini mwetu. Lakini pia nasemekana kwa kutumia dawa za kienyeji ambapo dawa hizo zilikuwa zinapelekea kuwabumbaisha watu wanaotafuta wasiweze kuwaona. Na dawa zile zilikuwa zinawasaidia wanaweza kutoka sehemu hii hapa na kwenda kwenye zile nyumba za koloni na upola mali bila kuonekana. Na muda mwingine wakafika ni muda wa chakula na wakajumuika kwenye meza pale wakakaa wakala bila kuonekana. Na baada ya chakula pale kushakula kimaliza, wanaacha ujumbe mezani, asanteni kwa chakula, Osale Otango na Paulo Hamisi. Na muda mwingine wako wanapeleka ujumbe labda chakula cha jioni tutakuwa pamoja, kwa unakuta wale mabwana wafunga milango na madirisha wakiwa wanaamini ile wakiwa wanaamini watu watakuwa wamebaki nje, lakini baada ya kile chakula cha kidogo chakula kimaliza, wanakutana na ujumbe mwingine mezani, asanteni kwa chakula. Ila masharti ya dawa ambazo wako wanatumia watu wao kwa hawataki kutembea na mwanamke ambaye sio wa ndoa. Kwa lugha nyepesi tunasema hataki kuchepuka au kuzini. Ila mnamo 1956 mwishoni
walipata gundulika sehemu hii na kuamua kutoka na kukimbilia Lushoto, jiji kimoja kinaitwa Mtai, na wakajificha kule. Ila kwa kule Lushoto watu wakamatwa baada ya Paul Hamisi kuvunja masharti ya dawa zile kwa kumbaka mwanamke mmoja wa kizungu, na kuweza kuonekana kwa rahisi kule wakamatwa, kupigwa risasi na wakafia kule. Na hiyo ndio sababu iliyopelekea pango hili likaitwa pango la Osale Otango na Paul Hamisi, kama kuenzi watu wawili. Maeneo yale machache ambayo tulipita, mmefurahia, mmejifunza, lakini tumekwamishwa na uchache wa muda. Tunatamani angalau kwa ziara ya siku 10-15. Tanga hii ni kubwa sana. Nafikiri afande anafahamu ni rasmi. Kuna wilaya nyingi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awalinde, awaepushe na kila baya ambalo mwovu anania. Mfike salama na mpeleke salamu zetu kule kwa kamishna mkuu wa chuo cha mafunzo Zanzibar kwamba tumefarijika sana na uwepo wenu hapa.